Mheshimiwa Senator Cleophas Malala. Wapi nduru ya Malala, wapi nduru ya Malala? Ili aendelee na program. Asanteni sana. Haya, nataka nikisema DCP mnasema sikiza ground. DCP! DCP! Mimi leo nina furaha kwa sababu leo ni ishara kwamba chama chetu cha DCP kinaendelea kupanuka na kukua kubwa na iwe chama ya kitaifa na chama kubwa sana hapa Kenya. Mimi nasikia yule Kasongo amesikia ati Mheshimiwa Yusuf amekuja hapa. Jamaa ameenda kumeza dawa, ameenda hospitali mapema kabisa. Watu waliongea mambo mengi. Watu wametuita majina mengi. Wamesema ati kwamba hii chama ni chama ya Mulima peke yake. Leo ni ishara na ningependa kuambia hao majamaa kwamba chama cha DCP ni chama cha kitaifa. Sisi tunakubali, ndio, chama cha DCP kina stronghold yake pale Mlima. Pale Mlima 99.99% is DCP. Si ndio? Sisi tumechukua hiyo Mlima yote. Lakini hiyo haimaanishi kwamba chama cha DCP ni cha Mlima peke yake. Chama cha DCP mtoni yake inaanzia pale kwa Mlima Mount Kenya. Mtoni hiyo inateremuka, inakuja hapa Kanairo. Hapa Kanairo tulishinda kura ya Kariobangi wakati wa by election. Tulishinda ama tukushinda? Leo hii mbunge wa hapa Kamkunji amejiunga na sisi. Si DCP iko Nairobi? Mtoni hiyo inatoka inaenda paka kwa Wamasai. Hapo kwa Wamasai tulishinda kiti cha Narok Town. Tulishinda ama tukushinda? DCP iko pale Narok katikati, imekita mizizi. Kutoka pale Narok hiyo mtoni inateremuka, tunaingia paka Emurwa Dikir pale kwa Wakalenjin kwa Kipsigis. Muliona by election pale Emurwa Dikir, si ndio? Hiyo mtoni tukatoka hapo inateremuka paka kule Ingo, Kakamega kwenyewe. Na pale Kakamega tulishinda kiti ya MCA Kisa East. Tulishinda ama tukushinda? Sasa tungependa kuambia watu kwamba chama cha DCP ni chama cha kitaifa. Jambo la pili, mimi nasikia wewe William Ruto unaita party leader wetu ati party leader ni mkabila. Unasema ati Rigiji ni mkabila. Leo nimekusikia ukiwa pale Narok ukitukana party leader wetu. Tungependa kukuambia William Ruto, kama tuko na mkabila nambari 1 hii Kenya, anaitwa William Samoei Ruto. Mkabila mkubwa anaitwa nani? Nikisema mkabila mnasema Ruto. Mkabila. Wewe William Ruto, tungependa kukuonya kwamba hapa Nairobi umechukua OCS wa kabila zako, kabila yako ya Kalenjin, umeweka Nairobi katika polling stations zote. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Wewe William Ruto umechukua cousins wako, watoto wenyu, watoto wa ndugu wenyu, umewaweka kwa police station zote hapa Nairobi. Na wewe nia yako ni kwamba unataka ati siku ya kura ikifika watuuzie uoga. Kanairo mtauziwa uoga na hama jamaa. Sisi tumesema tunataka deployment ambayo iko na usawa. Tunataka tutoe list ya wale OCS wote ambao wako Nairobi. Tunataka regional balance katika hao OCS. Vile vile William Ruto amechukua OCS wa kabila yake, ametuma Mlima Kenya. Anataka siku ya kura hao OCS wa coordinate vita na fujo, ndio Mlima na Nairobi isipige kura vile inafaa mpige kura. Mimi ningependa kutangazia William Ruto
kwamba vile wewe unajipanga, pia sisi tunajipanga kulinda kura ya kukutoa na mpaka uende nyumbani. William Ruto ni one term, si one term. Na tutakubali maneno kama hayo. Tumesema ni lazima tuhakikishe iko na usawa. And I want to give IG Kanja a warning. IG Kanja, wewe unatumiwa vibaya. Wewe IG Kanja unatumiwa vibaya. Na leo nataka kuibia siri kwamba CS Murkomen na PS Omolo wamepanga kuleta hii maneno ya goons. Munaona hao magoons wanapangwa na CS Murkomen na PS Omolo. Sababu ya kuleta hao magoons ni hii. Wanataka sisi wananchi, nataka msikie, Murkomen na Omolo wanapanga maneno ya goons. Wanataka sisi wananchi tuanze kuandamana na kusema IG Kanja must resign. Wanataka sisi tuende tuseme Kanja resign, ndio watoe Kanja waseme ni wa Kenya wamesema Kanja resign, alafu waeke hapo Langat ndio asimamie uchaguzi. Mumeona hiyo maneno? Mumeona hiyo maneno? Hii ni mpango yote ya kutoa IG Kanja waeke Langat. Tunataka kukuambia wewe Murkomen, hata kama Kanja tena nyumbani, hatutaruhusu tuwe na CS wa kabila moja, IG wa kabila moja, rais wa kabila moja. Hatuwezi enda kwa election kama tuko na watu wa kabila moja katika hizo nyadhifa. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Na mimi naambia Kasongo amesoma sheria. Na mimi naambia siri ambayo hamjui. Ukisoma katiba yetu, tuko na njia mbili peke yake ambaye unaweza postpone elections. Wamesema njia ya kwanza, ukitaka kupostpone elections ni lazima kuwe na pandemic, kwamba tuwe na magonjwa mabaya kabisa ndio kura iahirishwe. Jambo la pili, wamesema katika hiyo katiba, kama unataka kuahirisha kura ni lazima kuwe na civil unrest, kwamba tuwe na war. Sasa William Ruto ashajua anaenda nyumbani, akaamua kwanza ajaribu alete ile quarantine ya Ebola pale na Nanyuki. Mumeona maneno? Anataka kuleta Ebola, alafu Ebola isambaye Kenya nzima, alafu aseme uchaguzi ufanye nini? Uahirishwe. William Ruto nataka kuambia, yo Ebola itakushika wewe peke yako na familia yako. Mwenyezi Mungu atachunga wa Kenya. Niseme nisiseme? William Ruto wanaanza kutishia jamii ya Wakikuyu ambao wanaishi pale. Munaona kule Tigania wanatuma Wasamburu waweze chukua ng'ombe ya wale wa Meru. Anataka tuwe na vita Kenya hii ndio airishe uchaguzi. William Ruto tunataka tukuambie, this time round, upende usipende, unaenda nyumbani. Nataka nikisema William Ruto mnasema one term. William Ruto! William Ruto! Unajua huyu William Ruto tumemfikisha mwisho. Huyu Rigiji ni mwanaume jameni. Huyu Rigiji, unajua William Ruto alikonda mpaka masikio ikakuwa kubwa, si ndio? Tumeshika sasa hiyo masikio. Huyu Rigiji ameshika masikio, amepanua masikio mbili yote ya huyu jamaa. Huyu John Methu ameshika mikono mbili, amepanua kabisa mikono mbili ya William. Huyu Mama Miradi ni mwanamke lakini ako na nguvu, ameshika William Ruto miguu mbili, amepanua kabisa. Na mimi Cleophas Malala nimeshika yeye makende, nifinye nisifinye? Nifinye nisifinye? Nataka nikisema Harambee mnasema finya. Harambee! William Ruto! Kasongo! Aende asiende? Lakini tumesema kwamba hatutaruhusu kitu yoyote ifanyike huyu Kasongo abahatike arudi nyumbani. Tumesema kama united opposition, and I want to thank
my party leader Rigiji amesema kwamba ni lazima William Ruto aende nyumbani, na ni lazima tushikanishe viongozi wote. Sisi kama chama cha DCP tumesema tumemuondoa ndume yetu. Yule mtu ambaye anaweza peleka Kasongo nyumbani is none other than huyu Rigathi Gachagua. Sisi kama DCP tumemweka mbele. Vile vile Wiper wamemweka Kalonzo. Vile vile vyama zingine zimeweka viongozi wao. Rigiji amesema yeye amejitolea, lakini hata kama sio Rigiji, we must have one presidential candidate. Maneno ya watu kuletwa kutaka kugawanisha ati kwamba opposition iwe na candidates wawili watatu ndio Kasongo wapite, waambia watu tumeona mawilbaro zao ambazo zimeanza kuletwa pale kwa mlima. Nyinyi mkiona chama kingine ambacho kinakuja pale kwa mlima, mjue hiyo ni nini? Wheelbarrow. Sawa sawa? Sasa jameni, mtaunga mkono huyu Rigiji? Mtasimama na Rigiji? Na ndiposa leo viongozi wote ambao walikuwa kwa vyama zingine wameamua kuja hapa. Leo hii tuko na kiongozi aliyekuwa mbunge wa pale Kasarani. Ako wapi? Mheshimiwa Kaenya Sambu. Mheshimiwa Wahinya ako hapa. Mbunge, alikuwa mbunge wa Roysambu. Yeye ameamua sasa atoke kwa ile chama chake akuje kwa chama cha DCP. Tungependa mheshimiwa ako hapa, atarisiviwa na party leader. Vile vile pia tuko na 14 chairpersons wa chama cha Jubilee